Kaunti ya Pokot Magharibi na kaunti jirani ya Turkana ni miongoni mwa kaunti za wafugaji ambazo zimekuwa zikishuhudia kiangazi kinachopelekea wafugaji kuhangaika kwa kukosa lishe ya mifugo pamoja na baa la njaa ambalo hukumba jamii nyingi. Kutokana na hali hii, mashirika mbalimbali yamejitokeza kuwezesha miradi ambayo inakusudiwa kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Caroline Menaji ni mkurugenzi wa shirika la Peru Rays of Hope. Vile hali ya anga inabadilika, tabia nchi ya anga, utapata ya kuwa kina mama ndio wataathirika zaidi. Tusipochunga mimea, tusipochunga misitu yetu, kina mama na watoto ndio wataumia zaidi. Na tusipowafunza umuhimu ya kutunza miche, watakata hiyo, waweze wakakata kuni bila kujua ya kuwa climate change itawaathiri zaidi. So wamama tunawafunza umuhimu ya kutunza misitu. Kando na mashirika, kina mama pia katika kaunti ya Pokot Magharibi yamebuni makundi mbalimbali ambapo yanahusika pakubwa na miradi ya kukuza miche ambayo baadaye wanaiuza kwa mashirika mbalimbali au watu binafsi na hata serikali kwa upanzi wa miti. Vivian Chepkemei ni mmoja wa kina mama wanahusika na miradi ya kukuza miche eneo la Murupus. Ile kitu ilitufanya tukakaa pamoja ni sababu ya hali ya anga. Tulikuwa na jua kali sana iliyopita na ili tuangamisia miti na nyasi mpaka ng'ombe ikaisha. Lakini hasa wakati tulijiunga na tukafanya mambo ya tree nursery, na hiyo tree nursery tunafanyia hapa shule na tunapanda makwetu na shule. Japo hawajafikia kamilifu malengo, kina mama hao wanasema kwamba yapo mabadiliko makubwa wakati huu ikilinganishwa na miaka ya awali tangu walipoanza kujihusisha na shughuli ya kukuza miche. Tukitunza miti italeta mvua na nyasi itamea vile tunaona hapa Murupus. Hapa mbeleni ilikuwa vumbi au kwa naona miti ama nyasi, lakini sasa unaona imebadilika kwa sababu ya kupitia kwa upande ya miti. Tumefurahia hiyo kazi sana, na hiyo kazi ndio tunafanya kwa saa hii na tumepanda miti na imekuwa. Lakini licha ya miradi hii na mingine mingi ambayo inaendelezwa na wadau mbalimbali kukabili mabadiliko ya tabia nchi, zipo changamoto ambazo zimekuwa zikishuhudiwa na ambazo zinaweza kuepukika iwapo kutakuwa na mikakati ya mapema. Afisa katika shirika la IGAD katika kitengo cha utabiri wa hali ya hewa Climate Prediction and Application Center Geoffrey Sabit ameelezea haja kuwepo mfumo ambao utatumika kuangazia majanga mbalimbali. There has been a challenge in terms of information reaching the last mile, specifically the farmers and the agropastoral communities. And within the Karamoja cluster, both Turkana, West Pokot, but also the other side of Uganda, there is a challenge that in as much as these systems are there for monitoring weather and also providing early warning information, there is a disconnect between what is being done in Uganda and what is being done in Kenya, and there's no coordination. So what we are doing in terms of helping cross-border approach of early warning is to provide a customized early warning system, particularly for monitoring and predicting drought. Sabit amesema mfumo huo early warning system utasaidia kubaini uwezekano wa kutokea majanga na kuweka mikakati ya mapema kuyakabili hasa katika maeneo ambayo huathirika zaidi. We are doing a training on the early warning system that is going to be able to move information from the region to the district and county level, but in a cross-border setting, so that when the drought happens, Uganda and Kenya and also West Pokot but also Turkana are able to come together and plan how to respond to the emergencies in terms of water shortage, in terms of shortage of pasture. This will help to anticipate but also to take early action so that the risks that might be experienced with the communities come down. Afisa katika idara ya mazingira kaunti ya Pokot Magharibi Kenneth Kariwo amesema kwamba miradi hiyo ni muhimu katika kukabili athari za mabadiliko ya hali ya anga, akisema serikali ya kaunti itaendelea kushirikiana na mashirika ambayo yanaendeleza miradi hiyo. Ile program huwa sisi tunafanya mostly ni ya ku-encourage farmers kufanya tree nurseries, alafu tunazipanda. Tungependa tu kuhimiza watu especially walemavu, vijana
na wamama, at least wafurahie na washikilie programs kama hizi, especially ya mashirika. Pia county ile support tunapeana kama ya any support wanakuanga priority. Zipo juhudi mbalimbali ambazo zimekuwa zikitekelezwa na serikali, ikiwemo kudhibiti ukataji wa miti kwa ajili ya uchomaji makaa pamoja na kuweka malengo ya kuafikiwa katika upandaji miche, ila juhudi na mikakati zaidi inahitajika iwapo kuna nia ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Kufikia hapo ndipo natia kikomo kwenye makala haya maalum. Jina langu ni Benson Aswani.